wewe Faraji na Ali Pepe, mjifunze kuwa na adabu, kwa sababu hii dini sio yenu. Hii dini ni dini ya Mwenyezi Mungu, na ukitaka kumrekebesha mtu sio kumtusi. Iyo ushatse gukosora umuntu sukumutuka, sukugirute sukumutuka, ahubwo mubyira amagambo meza, nkuko wavuze ati hoya wori petit joueur. Oya, mtu kadai kama wewe sio ushindi. Usikompare dawa kama vile mpira, uifanye kama vile ni nani, mambo ya nani, ya Etincelle na Marine ama Arsenal na Manchester, ama ukonsidere dini kama vile Real na Barcelona, ama APR na nani na Rayo. Hapana. Ni mambo ya dini, lazima uje kama mimi, tuelimishane. Nikileta kitu wewe kuja ufanye nini, unielimishe. Ikiwa mimi utaniconvaincre, wallahi unaniconvaincre, nitakufuata. Sio nini, sio kosa, sio matusi na nini na kejeli. Wewe ulipetijwe wewe paka unapandisha mishipa, jacho anaongoza. Ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Niyo habari mubi ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Bivuga ko Imana yaranditse biri mu kadari, mugena ry'Imana ko uwo muntu azagirute, azayobora. Wirirwa gutuka abayobozi, ugatuka nyakubahwa mufti w'u Rwanda, Mufti Sindayigaya, Musa Sindayigaya ni umuyobozi. Wirirwa umutuka, mukirirwa mu mutuka. Kandi kuri social media Rasulu sallallahu alayhi wasallam anasema idha atakum karimun qaumin fa akrimuhu, akiwaji na abantu bakunda kuvuga bakavuga ibintu bitari mu bumenyi, vitu ambavyo havina asili katika elimu, ni vitu vya kufanya nini, vya kurupukwa. Ukisha sema maulidi na babandi bakora za maulidi, bakajigoma bakaja gukora za maulidi, usifikirie kama ndani ya mji wa Goma kuna wajuzi. Hapana, huyo ni mji ambayo una historia ya kielimu. Huyo mji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo vipi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunashukuru Allah. Nabonye mu kiganiro beruka gukorana ubushize, abantu barishimiye ko wagerageje ngo ukoresha Ikinyarwanda. Yego. Bavuga bati bizagenda biza nyine boro. Ariko wenda mu gihe ushaka gutambutsa ubutumwa bwawe neza, ni byiza gukoresha ururimi rwumvamo cyane kurusha urundi, cyangwa se bitewe n'uwo ushaka ko message igeraho abantu benshi. No kugerageza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kirere, cyangwa se message ufite ni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, al-awwalu bila bidaya wal akhiru bila nihaya. واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Wabaad. Ndugu zanguni Waislamu na watazamaji ambao wenye kutufuatilia kutokana na hivi vipindi vyetu ambavyo huwa tunavifanya, leo biidhnillah, basi tulipendelea vile vile tuweze kumrekebesha ndugu yetu ambaye ametushutumu akazungumza maneno mengi, ambayo yale maneno ambayo ameyazungumza haikuwezekana sisi kwa muda mmoja ama kipindi kimoja tuweze kumjibu, isipokuwa tulipendelea tufanye kama vile maepisode. Alizungumza maneno mengi ya kejeli, mimi nachukua kama vile ni porojo, maneno ambayo
wao wanajigamba ya kuwa wao ni wasomi, walisoma, lakini tukichunguza maneno ambayo wanayoyazungumza sio maneno ya watu wasomi. Nasema tukichunguza maneno ambayo hawa ndugu zetu ambao wanajigamba na kujidai kuwa wao ni wasomi, wamesoma sana, sio maneno ya wasomi, isipokuwa ni maneno ya kuzungumza, ni porojo, kama vile tunavyoziita porojo tu. Basi ndugu yetu huyu ambaye ametumwa ili akuje kunijibu, lakini hakuweza kunijibu, isipokuwa maneno ambayo ameyaleta ni porojo, ni nyingi sana. Huyu ndugu yetu Faraji, katika maneno yake ambayo amezungumza maneno kwanza huyu jamaa kuna audio ambayo mimi nilikuwa nazungumza, sijui kama ni muda gani, kunapita muda mrefu. Ni audio ambayo nilikuwa nikizungumza na mtu, inawezekana ni mwanafunzi kutoka kule Saudia, ambaye ni moja miongoni washabiki wake ama wafani wake ambao wenye washabiki wake. Tulikuwa tukizungumza naye. Sasa ikaonekana yale maneno, ile audio akaimtumia, na yeye kumtumia hayo, ilionekana ya kuwa yeye alitafuta kupoteza malengo ama kitu ambacho alitafuta kudeplace deba. Alitafuta kudeplace nini? Deba. Kudeplace deba. Kwa sababu yale maneno hayafungamane na kile ambacho sisi tulikuwa tukifanya nini? Tukikiongelea. Ni audio ambayo ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambayo anazungumza kutokana na ihtifalu bil maulid ama maulidi, ambayo yanayopatikana katika kitabu chake Iqtida'u Siratin Mustaqim. Qala Ibn Taymiyyah anasema katika hiki kitabu chake Iqtida'u Siratin Mustaqim, ndiyo maneno, ndiyo audio ambayo ametuma ili kwa kutaka kupoteza nini? Malengo, na kutaka kunivuruga ili nisiweze. Inaonekana walikuwa wamebanwa. Sasa huko kubanwa akatafuta kupoteza nini? Malengo ama kudeplace deba, tuache kile ambacho tulikuwa tukikiongelea ili tuende kwenye nini? Kwenye maulidi. Maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo yanayopatikana katika kitabu Iqtida'u Siratin Mustaqim. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu, anasema fata'dhimu al-maulid wattikhadhuhu musima qad yaf'aluhu ba'du an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhimun lihusni qasdihi wata'dhimuhu lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya Ibn Taymiyyah alikuwa akizungumza, akasema na kuadhimisha ama kutukuza mazazi ya mtume ambayo ni maulidin nabi, ama kutukuza, kuadhimisha mazazi ya mtume. Wattikhadhuhu musiman, na kuyafanya kama vile season baada ya season. Kama vile kuna wale ambao wenye kufanya ndani ya mwaka wanakusanyika ili washerekee mazazi ya mtume na kumuadhimisha mtume. Wengine wanafanya kila baada ya mwezi wanasherehekea, wengine wanafanya ndani ya wiki. Kad yafaluhu ba'dhu nnasi, ambayo miongoni baadhi ya watu wanafanya. Kisha kasema ya kuwa wayakunu lahu fihi ajrun adhimun, wale watu wenye kufanya, yani kwenye kuadhimisha mazazi ya mtume na kuyafanya msimu baada ya msimu, anasema wanapata ujira mkubwa, lihusni qasdihi, kwa ajili ya makusudio yao mema, wata'dhimuhu lirasulillahi sallallahu alayhi wasallama, na kumuadhimisha nani? Mtume, na kumtukuza mtume. Haya ni maneno ya kweli, maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini ndugu yetu huyu Faraji, wakati alipokuja akaleta haya maneno, ikafikiria wakati hata kumzulia uongo na kumdanganyia Ibn Taymiyyah. Akasoma maneno mengi katika hiki kitabu Iqtida'u Siratin Mustaqim. Pia akamzulia Ibn Taymiyyah maneno ambayo alikuwa akiyasoma, na kile ambacho alikuwa akikifasiri ni kinyume kabisa. Mumfuatilie kabisa wale watu ambao wenye kujua lugha ya Kiarabu,
mashekhe wako wafatilie kile ambacho alikuwa nakizungumza, yani kile ambacho alikuwa akikisoma na kile ambacho alikuwa anatafsiria ni kinyume kabisa. Bimaana yeye alikuwa akichomeka fikra zake na mafuhumu yake katika maneno ya nini, ya mwanachuoni, ambapo Ibn Taymiyyah yeye alisema ya kuwa ikiwa watu watakusanyika kwa ajili ya kuadhimisha mazazi ya Mtume ambayo ni maulidi, yani makusudio yao yakawa mema na kumuadhimisha Mtume, watapata ujira mkubwa. Kwa sababu nini? Wanasheria wanatuambia al-umuru bimaqasidiha. Hii ni kaida, hii ni kanuni ya sheria ambayo inasema al-umuru bimaqasidiha. Mambo yote yanatokana kutokana na makusudio. Bimaana mambo yote hutokana na makusudio. Al-umuru bimaqasidiha, bimaana ikiwa makusudio yao itakuwa ni mema, watapata ujira, bimaana watapata thawabu. Na ikiwa makusudio yao haitokuwa ni mema, basi hawatapata thawabu, kutokana na maneno ya nani? Ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na makusudio ya kufanya nini? Ya kumuadhimisha nani? Na kumtukuza Mtume. Ikiwa makusudio yao itakuwa ni kumuadhimisha Mtume na makusudio yao vile vile yatakuwa ni makusudio mazuri, watapata ujira. Ikiwa itakuwa kinyume na hayo, basi hawatapata nini? Ujira, bimaana hawatapata malipo. Kama vile Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Bimaana amali yote ambayo mwanadamu anaifanya basi hulipwa kutokana na nia. Ikiwa nia yako itakuwa ni nzuri, basi utalipwa, na ikiwa nia yako itakuwa ni mbaya, vile vile utalipwa. Ndio Ibn Taymiyyah akasema wale ambao wenye kuadhimisha mazazi ya Mtume kwa makusudio yao mema kwa ajili ya Mtume na huko kumuadhimisha, kumtukuza Mtume, wanapata ujira mkubwa ama malipo makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani katika suratul Hajj, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anasema waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, na yule ambaye mwenye kutukuza alama za Mwenyezi Mungu, sha'air Allah, fa innaha min taqwal qulub, huko kutukuza alama za Mwenyezi Mungu ni miongoni ya uchamungu wa nyoyo. Kutukuza alama za Mwenyezi Mungu, na alama za Mwenyezi Mungu ni nyingi, kama vile Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, anasema inna safa wal marwata min sha'airillah, hakika ya Safa na Marwa ni miongoni ya alama za Mwenyezi Mungu. Min kunakuja min tabi'idhiya, bimaana sehemu, sio Safa na Marwa ndio alama zote za Mwenyezi Mungu, isipokuwa Safa na Marwa ni miongoni ya alama za nini? Za Allah. Bimaana alama za Mwenyezi Mungu ni nyingi, ambazo Safa na Marwa ni miongoni ya alama za Mwenyezi Mungu. Basi tutajiuliza, ikiwa alama za Mwenyezi Mungu ni nyingi, kuna alama kubwa ya Mwenyezi Mungu kama vile mitume wake? Kuna alama ya Mwenyezi Mungu kama yenye kuzidi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ipo kweli? Kwa sababu aliyekuja kutufundisha ibada ya hija, hizo Safa na Marwa, hiyo ibada ya hija ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana hakuna alama kubwa kuliko alama zote isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu akasema waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub,
na yule mwenye kuadhimisha, mwenye kutukuza alama za Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume wetu Muhammad. Miongoni ya zile alama za Mwenyezi Mungu, ndani yake mna mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fa innaha min taqwa alqulub, hakika huko kuadhimisha na kutukuza mtume ni miongoni ya uchamungu wa nini? Wa nyoyo. Mwenyezi Mungu akaendelea vile vile katika Qur'ani akasema katika surati Yunus, anasema qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, anamwambia qul, waambie, bifadlillah, kutokana na fadhila zake Mwenyezi Mungu, wa birahmatihi, na pamoja na rehma zake Mwenyezi Mungu, fabidhalika, basi kwa hayo, faliyafrahu, basi furahini. Bimaana fadhila za Mwenyezi Mungu, fadlullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ama Imamu Suyuti, kutokana na maneno ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anafasiri hii aya, anasema fadlullah ni ilmu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa'allamaka, anamwambia mtume, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka adhima. Na Mwenyezi Mungu wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Mwenyezi Mungu akakufundisha kwa yale ambayo ulikuwa huyajui, basi na fadhila za Mwenyezi Mungu kwako zilikuwa ni kubwa. Bimaana hii aya inaonyesha ya kuwa fadhila za Mwenyezi Mungu hapa ni ilmu, bimaana ilmu iko miongoni ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Wa birahmatihi, pamoja na rehma za Mwenyezi Mungu. Vile vile Imamu Suyuti kupitia maneno ya Ibnu Abbas akasema wa birahmatihi, na rehma zake Mwenyezi Mungu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema nini? Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa wewe uwe rahma, uwe huruma kwa ulimwengu wote. Rahma. Tena Mwenyezi Mungu akatumia jamu lilalamin, hakusema alam, kwa sababu mufradi ama singulier ya alamina ni alam. Alam ni kama vile tunaweza sema ulimwengu wa minyama, ulimwengu wa mimea, ulimwengu wa watu, le monde des plantes, le monde des oiseaux, le monde ni alam. Lakini Mwenyezi Mungu akasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamina. Lilalamina bimaana kullu ma siwa Allah, ni chochote kile. Bimaana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni rehema kwa vyenye kuweko vyote. Bimaana Mwenyezi Mungu anasema waambie mtume, kutokana na fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, basi waambie wafurahi, ambaye rehema ya Mwenyezi Mungu ni mtume. Basi sisi tukakusanyika kwa kufurahia rehema ya Mwenyezi Mungu kututumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kosa iko wapi? Kisha hawa ndugu zangu, kwa kuonesha kuwa hawa watu si wasomi, isipokuwa ni watu ni wababaishaji na abantu bakunda kuvugavuga, bakavuga ibintu bitari mu bumenyi, vitu ambavyo havina asili katika elimu, ni vitu vya kufanya nini? Vya kurupukwa. Ukisha sema maulidi, na babandi bakora za maulidi, bakajigoma bakaja gukora za maulidi. Ndugu yangu, kitu cha kwanza ambacho mimi kwanza naweza nikakwambia, usifikirie kama ndani ya mji wa Goma kuna wajuzi. Hapana, huyo ni mji ambayo una historia ya kielimu. Huyo mji ni mji ambao waalimu zetu wamefundishwa, mashekhe hapo wamefundishwa, wakaanzisha alifu na mashekhe wakubwa kutoka Azhar Misri. Sasa huyo mji usiudharau, usifikiria kuwa ni mji ambao ni mji wa wapumbavu, ni mji ambao hauna elimu ama hakuna mashekhe. Hapana, ni mji ambao una historia ya kielimu, mji wa Goma.
Sasa hawa watu wanazungumza mambo ambayo sio mambo ya kielimu. Ukishazungumza unasema maulidi ni bid'a, bid'a ni hukumu ama ni sifa, na ni makosa kwa mtu msomi kuhukumia kitu bila kukiletea taarifu ama kukiletea definition. Ndugu yangu, ni makosa, tena makosa makubwa kutolea kitu hukumu bila kukiletea taarifu, bimaana kukiletea definition. Ni makosa kutolea kitu hukumu, kukitolea jugement bila kukiletea definition. Sikiliza hii kanuni ya sheria, kanuni ya usulul fiqh, kwa sababu sisi tunawaona kitu ambacho kinachowatatiza nyinyi ni watupu sana katika elimu ya sheria, elimu ya usulul fiqh. Sikia hii kanuni ya usul ya sheria inasema, al-ibratu fil maqasidi bil maani la bil alfadhi wal mabani. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal maani la lil alfadhi wal mabani. Mazingatio katika sheria, kitu ambacho kinye kuzingatiwa sheria katika sheria ni makusudio ya kitu na maana ya kitu, sio majina na majengo, kwa sababu l'appellation des noms c'est pas sa signification. L'appellation, écoute-moi bien messieurs, l'appellation de nom c'est pas sa signification. Kitu katika sheria, jina haina hukumu isipokuwa maana ya kitu na makusudio ya kitu ndio inafanya nini, inahukumiwa. Naleta mfano kidogo. Naweza nikachukua kama vile chupa ya maji, wanaandika eau mineral, eau mineral. Kama vile chupa la Nile, wanaandika eau mineral. Sasa ile jina ya eau mineral ama Nile haina hukumu katika sheria, kwa sababu inaweza ikawa ni chupa lakini ndani yake mna kingine ambacho sio, wanaandika ni chupa la maji lakini ndani yake hamna nini, maji, hamna maji. Inaweza onekana ni chupa wanaandika maji lakini ndani yake mna pombe. Naam. Ama vile vile wanaweza andika chupa, wanaandika hapa hivi Skol ama wanaandika Primus, lakini ndani ya ile chupa hamna Primus. Mnaweza mkawa asali ama mnaweza mkawa maziwa. Bimana kenye kuchukuliwa ni kile kenye kupatikana ndani ya nini, ya chupa. Unaona? Naam. Bimana kitu hakihukumiwa kutokana na jina ama jengo, isipokuwa kenye kuhukumiwa ni maana ya kitu na makusudio ya kitu. Bimana kuna kitu ambacho kinaitwa le contenant et le contenu. Le contenant et le contenu. Ile chupa ni contenant, kenye kupatikana ndani yake ni contenu, kenye kuhukumiwa ni nini? Ni ile contenu. Basi na maulidi, wewe usichukulie tu hukumu itakuwa maulidi, hapana. Jua kwanza maulidi ni nini, kwa sababu tunaweza tukasema kama vile musabaka, mashindano ya Qur'ani. Ni mashindano ya Qur'ani, inaitwa mashindano ya Qur'ani, lakini ndani ya yale mashindano kuna vitu vingi ambavyo vinabebwa na ile jina ambayo inaitwa musabaka. Mfano, wanaingia hapo kwenye mashindano ya Qur'ani, kuna kuwa mode ouverture ya kufungua hicho kikao. Wanaweza wakakifungua na kisomo cha Qur'ani, kisha wanazungumza makusudio na programu zote gisi zitafanya nini, zitafanyika. Kisha baadaye kunakuwa nini, kunakuwa kuzungumza kuonesha faida ya nini, ya watoto, ya mtu kuhifadhi Qur'ani. Kisha kunakuwa mashindano, wale wajaji wanakuwa. Kisha kunakuja kutangaza huyu ndo alitoka mshindi wa kwanza, wa pili, kunakuja kupeana zawadi, kunakuja kama vile kuchangia, kunakuja maji, kunakuja neno ya kufunga kikao, kunakuja dua. Yani ni kitu ambacho kinabebwa na vitu vingi. Bimana ukitafuta kuhukumia msabaka, yani ona vile ambavyo vyenye kupatikana
ndani ya musabaka. Ukishaviona ndo uweze kufanya nini? Kuvihukumia. Sasa na maulidi, ihtifalu bil maulidi, na wewe usichukue tu jina, hapana, chukua vile ambavyo vyenye kupatikana ndani ya nini? Ya maulidi. Ukishavichukua ndio unavihukumia, unaona ndio unafanya nini? Unatoa nini? Ukishaona vile vyenye kupatikana ndani yake, kisha ndio unatoa nini? Hukumu. Bimaana al-ibratu fil uqudi lilmaqasidi walmaani la lilalfadhi walmabani. Mazingatio katika sheria kenye kutizamwa ni nini? Ni makusudio ya kitu na maana ya kitu, sio majengo na majina. Sasa katika hicho kikao cha maulidi ambacho sisi twafanya nini? Twakusanyika. Sasa ndani ya hicho kikao tunafungua kikao kwa kisomo cha Qur'ani. Sasa ni wewe kutizama, je, kusoma Qur'ani ndani ya Uislamu ipo ama haipo? Kwa sababu mwenye kuisoma Qur'ani na mwenye kuisikiliza wote wanapata nini? Thawabu. Uumva Qur'ani nuisoma bose baboniki thawabu ibihembo. None muri cyo kicaro akabamo iki zile kuna kuja kumsalia mtume. Iki ni kitu ambacho tumeamrishwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna kuna fi'lu al-istimrar fi al-hali wal mustaqbal, yani Mwenyezi Mungu na mtume wanamiminia, Mwenyezi Mungu na malaika wanamiminia mtume rehma leo mpaka siku ya kiyama. Wataendelea kummiminia nini? Rehma, kumswalia. Kisha Mwenyezi Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu. In fi'lu amri, ni amri. Mwenyezi Mungu anaamrisha sisi tumswalie nini? Mtume. Mtume mwenyewe anasema man salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10, atakayenisalia mara moja Mwenyezi Mungu anamsalia mara 10. Swala ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake ni rehma, bimaana atakayesalia mtume mara moja Mwenyezi Mungu anamiminia rehma mara 10. Iki ni kitu cha pili kinachopatikana katika maulidi. Kitu cha tatu, ndani ya maulidi kuna kuja zile qasaid ambazo zenye kuzungumza zile shamaili na kumsifu mtume. Je, ni wewe kutizama, hiki kitu kumsifu mtume kiko ndani ya Uislamu? Kiko ndani ya Uislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anamsifu mtume. Anasema nini? Wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika yako we mtume, wewe uko juu ya tabia nzuri. Hii ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu anamsifu nani? Mtume. Je, mtume hawakumsifu? Walimsifu. Wakina Hassan ibn Thabit walikuwa wakitunga mashairi ya kufanya nini? Ya kumsifu mtume. Anasema wa ajmalu minka. Huyu ni Hassan ibn Thabit, ni moja miongoni ya mashairi wa mtume na yeye ni sahaba. Anasema wa ajmalu minka lam tara qattu aini khuliqta mubarraa min kulli aibi kaannaka qad khuliqta kama tasha wa ajmalu minka wa ajmalu min husni jamalika lam talid nisa. Haya ni mashairi ambayo Hassani ibn Thabit alikuwa akimsifu nini? Mtume, na mtume yuko hai anamsifu mtume. Huyu ni Hassani ibn Thabit. Kisha kuna kuja zile kaswaidi zinasindikizwa na zile dufuf, zile rika ambazo wewe kijana unasema ya kuwa ni haramu. Subhanallah. Rika, kupiga rika ngono gukubita byabi ndivyo gukubita marika ngo ni haramu. Haramu. Uraharamisha wowe, uraharamisha ngande. Ikintu inumwa y'Imana ari umugore
ini hadithi sahih waje kunumwa y'Imana, intumwa y'Imana ivuye muri jihad, ivuye mu ntambara, ibyira intumwa y'Imana, ya Rasulallah, inni nadhartu in raddaka Allahu salima an adriba bidufi fi ra'sika. Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, niliweka nadhiri ya kuwa ukitoka kwenye jihadi kwa usalama, Mwenyezi Mungu anakurudisha kwa usalama, wewe ni mzima, basi ndakupigia dufu, ndakupigia rika kwenye kichwa chako. Sikia gisi mtume alimwambia, akamwambia in kunti nadharti fa'awfi binadhriki, ikiwa kweli umeweka nadhiri basi tekeleza nadhiri yako. Yule mama akachukua rika dufu akapiga kwenye kichwa cha nani? Ile hadithi iko kabisa. Iko sahihi. Sure. Sio moja, ni nyingi. Akapiga kwenye kichwa cha mtume kwa kudhihirisha nini? Furaha yake. Kwa nini? Kwa mtume. Basi na sisi tukadhihirisha furaha zetu kwa kumwimbia mtume mashairi na kumkona kasida na kumpigia rika. Shida iko wapi? Sasa Sheikh, na bado hujapita pale. Watu wanasema ile inageuka mziki. Tena mziki ni halali ni haramu. Kile kitu ni mambo ambayo iko na ikhtilafu. Watu waache kuchukua nini? Kuchukua fatwa kuvitu ambavyo wasiovifanya nini? Wasivyovifafanukiwa. Ni mambo ambayo yana ikhtilafu. Tena mziki unakuwa haramu kutokana na sababu. Hii ni mada ambayo Mwenyezi Mungu akituwezesha tutakuja kuizungumza. Hapa tuko hapa kupiga nini? Dufu, kupiga rika byabi ndi faraji yavuze kwa haramu. Hii ndi hadithi iboneka musiru Sunan Tirmidhi wa Abu Daud wa Ahmad. Inumwa y'Imana iravuga ati a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidufufi. Anasema tangazeni harusi na muifanyie ndani ya msikiti na muipigie marika. Muipigie nini? Marika. Kisha Ibn Hajari al-Asqalani katika hiki kipengele wadribu anasema wastudilla biqawli wadribu ala annahu la yakhtassu bin nisa'i. Huyu ni Ibn Hajari al-Asqalani, amirul mu'minina fil ilmi al-hadithi. Huyu al-Hafidh Ibn Hajari al-Asqalani anasema ya kuwa kusema wadribu kunakuja fi'lu amri jamu mudhakkar, wadribu alayhi bidufufi, na muipigie nini? Marika. Kwa sababu ile hadithi huko mbele ilionekana yule mwanamke ndio alikuja kupigia mtume nini? Ile rika. Wengine wanasema ya kuwa hapana, rika inajuzu kwa mwanamke. Kupiga rika ni kwa nani? Kwa mwanamke. Ndio Ibn Hajari al-Asqalani katika hii hadithi ya pili ndio anasema wadribu. Wadribu inakuja fi'lu amri jamu mudhakkara, inakuja imperative pluriel masculine, na pluriel inakusanyaka wanaume na wanawake. Bimaana masculine masculine inakusanyaka wanaume na wanawake. Femine inafanyaka nini? Inafanyaka particulier wanawake peke yake. Mfano, kunaweza tukukawa wanawake ni milioni, lakini miongoni ya wale wanawake kukapatikana mwanaume huyu mmoja. Tutatumikisha il. Utaputilize pronom personnel il, haiko el. Hapana. Bimaana ile nani masculine ina generalizaka. Femine inafanya nini? Inagawanya. Bimaana hapa hii hadithi inamaanisha ya kuwa inajuzu kwa mwanaume na mwanamke kupiga nini? Dufu. Katika maulidi kunakuja kuimba zile qasaidi na kupiga nini? Uraza kujumvikana na Waislamu benchi? Hapana. Haya ni mambo ya elimu. Haya ni mambo ya elimu. Haya wanasema mani wujudi shay'in la yamna'u biwujudi. Umva. Mani wujudi shay'in la yamna'u biwujudi. Kusema ama kukataa kitu hakiko akimaanisha kuwa hakipo kiko. Ni byinshi byo njewe nao tutazi. Oya, umenyiniki ni nyanja. Kuna kuja kupiga kufanya zile qasaidi na kupiga nini? Kupiga dufu. Kisha ndani ya maulidi kuna kuja ndani mawaidha.
kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Iki kitu kiko ndani ya Uislamu. Naam. Kuntum khaira umma. Turi umuryango mwiza. Kuko tubuzanye bibi tugategekana ibyiza. Yego. Ibyo buri Muslimu wese ndakeka bizi. Noneho akaza ikindi kintu kuvuga amateka y'intumwa y'Imana. Kubera kuvuga amateka y'intumwa y'Imana ntago twakunda intumwa y'Imana bibasha kuduhereza kudushira mu mitima yacu rwa rukundo rwo kugira ute rwo gukunda intumwa y'Imana. Kubera ko ntago wakunda ikintu utazi. Tubanza tukamenya intumwa y'Imana, tukamenya amateka y'intumwa y'Imana, hanyuma bikazana urukundo mu mutima wacu. Nkuko intumwa y'Imana yavuze ati adibu auladakum ala thalathati khisali. Anasema muwafundishe ama muwalee watoto wenu kwa kuwafundisha mambo matatu. Hubbu nabiyukum, bimana muwafundishe kumpenda mtume wao, muwafundishe kupenda mtume. Hawezi ukampenda mtume bila kumjua. Bisaba kumenya amateka ye kugira ngo bibashe kuguhereza rwa rukundo rwo kumukunda. Ikintu cya kabiri, mukunde umuryango w'intumwa y'Imana wa qira'atul Qur'ani, hanyuma mukunde no gusoma, ubigisha abana banyu no kugira ute gusoma iki Qur'ani. Ibi bintu nibyo bigize iki maulidi. Ariko bya bindi muvandimwe, ibyo ukazana abantu bo muri Tanzania utuvideo bari kubyina za danse traditionnelle ziwabo, bambaye makanzu, bambaye n'ingofero, bakambara n'amakoti. Ibyo ngibyo si maulidi. Ibino byo ndi kukubwira niyo maulidi. Hanyuma muri maulidi hakabamo gusangira ibiryo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Imana iradutegeka kugaburirana iki ibiryo. Samakosa, si haramu. Hanyuma hakabamo ugusoza gusoza ni dua, dusabira igihugu, dusabira abasilamu. Urumva? Ibyo haya ndio nini maulidi. Lakini vile vingine ambavyo wewe unaleta unatafuta kuvipachika ndio maulidi, sio maulidi. Ndugu yangu, kuna kanuni ya sheria. Chukua hii. Inasema hivi: la yalzamu min alqiyam bijuz'i atasmiyatu bikulli. Sio lazima mtu kwa kuchukua sehemu la jambo kwa kuondosha jambo lote. Bimana wewe njoo ndani ya maulidi, kile ambacho wewe utaona ni kibaya njoo ufanye nini? Ukiondoe. Lakini kile kitendo vingine ambavyo vinyekuwa vizuri viache. Hii ni nini? Ni maulidi. Kisha jambo la pili ambalo mimi huyu jamaa yangu, huyu ndugu yangu nilipenda nimrekebeshe sana. Kutokana na shutuma ambazo alimshutumu Imamu al-Busiri, ambaye mwenye qasidatu burda, ambazo zile abiyati ambazo alimezisoma mpaka ikafikiria wakati akamkufurisha na akamfanya kuwa ni mushriki, ya kuwa yale maneno ndani yake mna nini? Mna shirki. Tena narudilia ya maneno ambayo nimemuambia Ali, nikamwambia ndugu yangu, nyama za wanachuoni zina sumu, ukizila utakufa. Nyama za wanachuoni zina sumu, ukizila utakufa. Bimana Imamu al-Busiri ni mwanachuoni mkubwa sana, ambaye yeye alikuwa ni poeti, mtunga mashairi, alikuwa ni jurist, umunyamategeko, tena alikuwa ni mathematicien, ni mwanachuoni wa zamani. Umuntu akagera mu rwego rwo gukora ubusizi, n'umusizi abafite ururimi rukomeye cyane. Wowe ntabwo wabasha kurwumva, ntabwo waza gukosora Imamu al-Busiri utari umusizi. We ni umusizi, ari amagambo akoresha we ntabwo wayasobanukirwa, ntabwo wagira ute kumusobanukirwa. Umuntu ushobora kumusobanukirwa ni wa umusizi mugenzi we. Kwa sababu ndugu yangu,
ndo inaonesha ndugu yangu kama hata kiwango chako cha elimu kiko chini sana, kiko chini sana, kwa sababu katika ilmu ya balagha kuna zile balagha, kuna badii, kuna bayani, kuna maani. Katika ilmu ya balagha kuna chapitre ndani yake ambayo inaitwa al-mantuq wal mafhum. Hata vile vile katika ilmu ya usuli kuna kitu kinaitwa al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq wal mafhum bimana kile kilicho icyavuzwe n'ubusobanuro bwa cyakindi cyagizute cyavuzwe. Ibingibi utize ayo masomo usobanukirwe, wige na filosofi, winjire ntabwo wamenya amagambo, kumenya gusobanukirwa amagambo y'abasizi. Hari ikintu no mu mashuri y'ikizungu abantu bize literature, hari ikintu bita muri literature bita le figure de style, le figure de style. Le figure de style hari ikintu bita pléonasme, hari ikintu bita l'hyperbole, hari ikintu bita litote, ironie, hari ikintu bita métaphore. Exemple, tushobora kuba turi abantu benshi, sibyo? Njyewe sindi mugufiya, turi mu bantu, nkaba ndi mu bantu abantu barebare. Njyewe ndi mugufiya, ndi nje nyine mu bantu barebare. Noneho umuntu akaza akahita avuga ati bana, Gasongo yicaye mu bikuri. Gasongo yicaye mu bikuri. Uri kumva? Iyo bayita ironi. Donc yazimije urumva ibyo bintu. Icyo ashatse kuvuga ko umuntu mugufi ari mu bantu baremare. Icyo bisobanuye. Cyangwa se shobora kukubaza, Jarudi, umudamu wawe yagize ute, yabyaye, ngakubaza Jarudi wabyaye iki, ukaitumbaza ukishona unanijibu naambia nimezaa simba. Eske ni simba kihakiki ama ni simba kimajazi? Ni simba bimaanisha ni mtoto mwanaume, umuhungu, umwana w'umuhungu. Naam. Cyangwa se bisobanuki bivuga ko abantu nk'abangaba n'amagambo ya Mwenyezi Mungu na nubwo banayasobanukirwa, na hadithi za mtume na nubwo banazisobanukirwa, kubera ko muri Qur'ani Maryam yavuze ati sijawahi kuguswa. Sio kuguswa kihakiki bimana sijawahi kuingiliwa, bisobanuye ko ari sugi. Rukumva ibyo bintu? Naam. Ahandi hanu Mwenyezi Mungu aravuga ati Allahu yuhyi wa yumit. Mwenyezi Mungu niwe utanga ubuzima, cyangwa se Mwenyezi Mungu niwe ufisha. Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kufisha, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kupana uhai. Kisha katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kul yatawaffakum malakul maut. Malakul maut atawafanya nini? Atawaua. Atawafanya nini? Atawaua. Mbona huko Mwenyezi Mungu alisema yeye ndiye mwenye kufisha na yeye ndiye mwenye kufanya nini? Mwenye kupana uhai. Hapa malakul maut ndio atawafanya nini? Atawaua. Hapana, kuna kitu ambacho kinaitwa masdar na madhhar. Masdar ni Mwenyezi Mungu, madhhari ni sisi viumbe. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha huwa razzaqu, hakika Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kufanya nini? Mwenye kuruzuku. Fasi nyingine Mwenyezi Mungu anasema wa idha hadara alqismata aw ilal qurba farzuquhum. Hapa inaonekana viumbe vinafanya nini? Vinaruzuku. Mbona hapa viumbe vinaruzuku na huku Mwenyezi Mungu alisema nini? Yeye ndiye mwenye kufanya nini? Mwenye kuruzuku? Hapana, Mwenyezi Mungu ni masdar, viumbe ni nini? Ni madhhar, bimaana source ya riziki ni nani? Mwenyezi Mungu. Viumbe ni madhhar. Sasa vitu kama hivi, kama hizo fani wewe haukuweza kuziingilia, hawezi kumuelewa Imamu al-Busiri. Na gwasobanukirwa ibyo ashatse kugirute kugira ngo ukosora umusizi banza ubu musizi. Cyangwa se reba iki gitabo ni igitabo cyasobanukiwe, cyakozwe komantere n'abamenyi benshi. Gishake ushake komantere y'abamenyi kugira ngo ujye gusobanura amagambo ko wowe wishakiye, ujye umenya, genda ushake ibitabo abamenyi bakoze komantere kuri iki
gitabo Qasidatu Burda, noneho usobanukirwe amagambo n'intego yo uyu musizi yaragize ute, yaragamije. Si ukuza kuri kamera ukaza unaanza kufurisha mwanachuoni. Hapana ndugu yangu, hiyo ni nasaha ambayo mimi nakupatia ndugu yangu. Achana na maneno wanachuoni, achana na wanachuoni, acha kuwatusi, wanachuoni, acha kuwakufurisha nini wanachuoni. Nyama za wanachuoni ni sumu, ukizila utakufa. Kisha jambo la tatu ambalo huyu ndugu yangu nilitaka ni mshauri, kwa sababu katika maneno yake, tena mimi naona umri wake ni mdogo sana. Ndugu yangu mwenye busara ama mwenye hekima anasema hivi: mtu kuwa yatima sio kukosa baba ama mama, sio kukufisha umuntu kuba imfubyi sukuba ko yafishije ababyeyi be cyangwa se yafishije nyina cyangwa se, isipokuwa mtu kukuwa yatima, uyatima ni uyatima wa kukosa heshima na adabu. Sasa ndugu yangu, kitu ambacho mimi nakuomba wewe na mwenzako, wewe Faraji na Ali Pepe, mjifunze kuwa na adabu, kwa sababu hii dini sio yenu. Hii dini ni dini ya Mwenyezi Mungu, na ukitaka kumrekebesha mtu sio kumtusi. Iyo ushatse gukosora umuntu sukumutuka, sukugirute sukumutuka, ahubwo mubyira amagambo meza, nkuko wavuze ati hoya wori petit joueur. Oya, mtu kadai kama wewe sio ushindi. Usikompare dawa kama vile mpira, uifanye kama vile ni nani, mambo ya nani ya Etincelle na Marine ama Arsenal na Manchester, ama ukonsidere dini kama vile Real na Barcelona ama APR na nani na Rayo. Hapana. Ni mambo ya dini, lazima uje kama mimi tuelimishane. Nikileta kitu wewe kuja ufanye nini, unielimishe. Ikiwa mimi utaniconvaincre, wallahi unaniconvaincre, nitakufuata. Sio nini, sio kosa, sio matusi na nini na kejeli. Wewe ulipetijwe wewe paka unapandisha mishipa, jasho zina kutoka. Hapana. Pole pole ndugu yangu, tia kabumbu chini, shira umutima hasi, utuze. Ubumenyi ni bugari, nago wari wamenya byose ngurangize, nago bibaho. Ikindi kintu ujubaha abantu, umuntu kurusha, mtu mwenye kukushinda umri umuheshimu cyane. Uje wubaha n'abayobozi muvandimwe, uje wubaha n'abayobozi. Niyo utabumva utabemera, ariko ububahe, kwa sababu ukiona mtu anaongoza ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Niyo abari mubi ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Bivuga ko Imana yaranditse biri mu kadari, mugena ry'Imana ko uwo muntu azagira ute, azayobora. Wirirwa utuka abayobozi, ugatuka nyakubahwa mufti w'u Rwanda, Mufti Sindayigaya, Musa Sindayigaya ni umuyobozi. Wirirwa umutuka, mukirirwa mutuka. Kandi kuri social media Rasulu sallallahu alayhi wasallam anasema idha atakum karimun qaumin fa akrimuhu, akiwajia mtu ambaye ni mkarimu umuntu muri societe runaka bamwubaha cyangwa se ni umuyobozi, namwe muzamubahe, mumukirimu. Ikramu ndo kumwubaha ni ikramu, mwubahe. Ushaka kurwana na kadari ya Mwenyezi Mungu, muri abashekhe mwarize kubera iki mutemera kadari? Allah subhanahu wa ta'ala ravuga ati qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Bivuga ko mwenye kupana ufalme ni nani? Ni Allah. Na mwenye kunyanganya ufalme ni Allah. Mwenyezi Mungu anamuinua mtakaye na anamteremsha amtakaye. Ibingi bibiri mugena
ja Allah biri muri qadari. Kandi muri qadari, muri imani y'umusilamu, katika zile arkanul imani sita, ni sita, arimo no kwemera iki qadari, kwemera ko ibyiza n'ibibi bituruka kwa Allah. Nimba ari umuyobozi bivuga ko ni qadari yande ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu niyo washatse ko ayobora. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri hadithi al-Qudsi al-Jalil, aravuga ati وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي فَلْيَعْبُدْ رَبَّ سِوَائِي وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتَ السَّمَاءِ. Aya na magambo ya Allah aboneka muri hadithi al-Qudsi, au Allah avuga ati wa man lam yarda biqada'i, na yule ambaye hatoridhia qada ya Mwenyezi Mungu, kile ambacho Mwenyezi Mungu ameamua. Mwenyezi Mungu ameamua ya kuwa uzaba mufti w'u Rwanda uzayobora ni Musa Sindaigai. Kama we hauridhie waundi, yule ambaye hataridhia qada ya Mwenyezi Mungu, qadari ya Mwenyezi Mungu, na hatakuwa ni mwenye kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu, na hatakuwa ni mwenye kusubiri kutokana na balaa na matatizo na mitihani ambayo atakuwa ni mwenye kuifata, nkuko muvuga ngo mwabwize bibazo, mwagize kuwa na subira kutokana na mitihani na balaa. walaula albala'u lakana yusufu mudallalan fi hidni abihi walakinahu ma'a as-sabr inda bala'ihi asbaha aziza misri, kama qala ash-sha'ir. Lau haingelikuwa mitihani na balaa ambayo Nabii Yusuf alipata, angelikuwa ni mtu ambaye anabaki ndani ya nyumba ya Nabii Yaqubu ya baba yake, anastarehe arerwa. Hangelipata hii mitihani, basi hangelikuwa nini? Hangelikuwa kiongozi Misri. Kilichosababisha yeye kuwa kiongozi ni nini? Matatizo. Inna ma'al usri yusra lan yaghliba al-usru yusraini. Ndugu yangu, vumilia, kwa sababu hata vile vile mitihani ni miongoni ya kadari ya Allah. Na ikiwa haya yote na hautokuwa ni mwenye kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu, na hautokuwa vile vile ni mwenye kukinai kutosheka kunyurwa na chaki ndi Mwenyezi Mungu ya kugene, Allah ravuga ati falyabudu rabba siwai waliyakhruju min tahta as-samai falyabudu rabba siwai. Mwenyezi Mungu aravuga ati ngo shaka indi mana wasenga cyangwa se uve munsi y'ijuru, uve munsi y'ijuru ryanje. Yani utoke chini ya mbingu za nani? Za Allah. Ndugu yangu, utaabudu nani asiyekuwa Allah? Utaishi wapi kama uishi chini ya mbingu za Allah? Bimaana kubali kadari. Yule Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amemchagua, kubali. Icyangombwa ni iki? Ni kumufasha. Ntabwo ari ibintu byo kugenda umwandagaze. Ibaze umuntu n'umuyobozi paka igihugu kimugiriye icyizere, ayandi madini bamugize arya ngo ni uhagare vice president, uhagariye iki? Uhagarariye iki? Ihuriro ry'amadini n'amatorero. Abanyarwanda bose bamugiriye iki? Icyizere. Wewe ukuza uramusuzuguza, uramwandagaza, uragenda kuri social media ukamutuka, ugafata abasaza, umusaza nk'umusaza wacu twubaha, umusaza nka Mwalimu Juma, umusaza wigishije abashehe benshi hano, akazi yakoze ukamugira ubusa, ukavuga ati ngo afite iherezo. Subhanallah. Ngo ubu ngubu ngo biragaragaza ngo iherezo ribi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu akikujalia na wewe kukua na kupata umri kama ule mzee, ni neema, ni bahati. Mzee ambaye maisha yake yote ni maisha ya dini, maisha ya ibada, maisha ya dawa, leo ukajerigie unamkosea heshima, unamkosea adabu. Wakina Sheikh Kakaza unawakosea heshima. Hii uvuga ni ibintu bidakwiye ngo umva ngo musimenje nje namuhaya kazi umva ndamubwira chauffeur njana.
ibyo bintu urumva ari ibintu byo kuvuga kuri social media, urumva ari ibintu byo kuvuga kuri social media. Ni vitu ambavyo vyenye vinaonesha ushamba wa mtu. Bimaana mtu anaweza kaishi mjini lakini ushamba hamuishe ndani. Ni vitu vya kuonesha ushamba. Ngo uriya muntu ngo umva umuntu udasari. Sasa wewe ndugu yangu umeisha kuwa kiraman katibin. Wale wa malaika ambao Mwenyezi Mungu anasema kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Unaisha kuwa wakudani basi uende kumosque, basi ukamate registre, uanze kufanya nini? Ufanye liste de présence, uanze koshe. Uyungu yaje gusenga ukoshe. Uyungu yaje gusenga. Hapana. Swala sio yako, sio wewe mwenye kulipa swala na gwari uhana na murirufite na nijuru mufite. Ijuru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mwenye kulipa swala ni Mwenyezi Mungu, sio wewe. Wewe usenga, uzigute unajua kama swala yako inapokewa. Unajua ubizute ko iswala yawe yakiriwe. Deki yo mico sagusa si mico myiza. Ujubaha abantu. Ubaha abantu kandi biriya bintu reka nkubwire. Niyo mwakora iki? Kubera ko biri mu gena ya Mwenyezi Mungu. Niyo mwarwanya mufti Sindayigaya Nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sindayigaya, niyo mwamurwanya gute ngo turashaka ngo tumukureho Mwenyezi Mungu atari yabishaka, ntacyo mwamugira, na nicyo mwamutwara, na nicyo mwagabanya. Murekeraho mwemera igena. Kandi ikindi kintu, nimba ushaka iminduka, ndababwira wowe n'abandi bose babashigikiye, wowe na Sheikh we Faraji na Ali, ndababwira nigena kuba mufti Sindayigaya kuba ari mufti nigena rya Mwenyezi Mungu. Ahubwo mwebwe icyo mwakora mukuwe muingie nanyi mutumike naye, hapana kufanya politika chaise vide. Ile ni politika a chaise vide, utabakilia tu kuma social media unaongea ndacho bimaze. Si unaongea sasa depuis mwanje ongelea byabafashijiki, nacho byari byabafasha. Angali mufti iko pale tu paka siku Mwenyezi Mungu atataka afanye nini. Mwenyezi Mungu anasema hapa namuhaye igihe cyo kuyobora kirarangiye rekaveho. Sibyo? Ahubwo nawe ngwino wicare usubiri manda yake yishe, nawe upostile bakuvote uongoze. Lakini kia ajabu naona nyinyi hamwezi mkaongoza kwa sababu hamuna maturite. Kuyobora bisabiki kuba umuyobozi, ntabwo ari gupfa kuyobora. Oya, ubuyobozi ni ikindi kintu, nukugira maturite. Muhora mu mutuka buri munsi, urumva umuyobozi ntabwo ajya basubiza, arabasubiza. Oya, byabagejeje kuki? Ntacyo. Mureki iyo mico, iyo si mico myiza. Ndarangiza mwereka Maulidi ntabwo yatangiye ubu ngubu, arabamenye. Ngiye kugusomera abamenyi bakomeye bavuze kuri Maulidi. Abamenyi Maulidi si ibintu by'ubu ngubu muvandimwe. Abamenyi hufadh, fuqaha, abamenyi bakomeye bavuze kuri Maulidi. Ntabwo ari ni masala imajize ibinyejana. Wewe sio leo ndio utakuja kuyabadilisha, hayawezekani. Maulidi deka mwereke. Tufate nk'umumenyi bita Suyuti, Imam Suyuti yavuze kuri Maulidi mu gitabo cye kitwa Wasailu fi Sharh al-Masail. Yavuze kuri Maulidi akayafapasisha. Tufate Al-Hafidh Ahmad ibn Muhammad al-Qastallani. Uyu numumenyi wapfuye mu mwaka
wa magana 923 Hijiriya. Reba ibinyejana birangije gutambuka birenga 5, sibyo? 5 bitandatu kuriye. Uyu nguyu yavuze kuri Maulidi. Uyu nguyu ni miongoni ya wale ambao walifanya komantere ya nini ya Sahih al-Bukhari, umumenyi ukomeye katika kitabu chake fil mawahib al-laduniya. Usarebe iki kitabu bita al-mawahib al-laduniya, yavuze kuri Maulidi. Uwundi mumenyi yavuze kuri Maulidi, hufadh awanga bani mahufadh. Iyo mvuze al-hafidh fil ilmi al-hadith, icyo mvuze wowe na Ali, kubera ko Ali aravuga ngo yize hadith, azi umuntu yitwa bitahafidh n'umunuki muri hadith. Azi icyo bisobanuye. Al-hafidh Ash-Shamsuddin As-Sakhawi, uyu nguyu yapfuye mu mwaka wa 902. Uyu nguyu yavuze kuri Maulidi. Al-Hafidh al-Imam Ibn al-Jazari yavuze kuri Maulidi mu gitabo cye Al-Mansur, mu gitabo cye kitwa Al-Masdaru Sabiq, juzu yake ya kwanza ukurasa wa 83 mpaka 84, yavuze kuri Maulidi. Al-Imam al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi yavuze kuri Maulidi. Al-Hafidh al-Imam Ash-Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail ibn Ibrahim al-Ma'rufu Abi Shama. Uyu nguyu ni umwarimu cyangwa se ni umushekhe wa Imamu Nawawi, wapfuye mu mwaka wa 665. Aba bose bavuze kuki kuri Maulidi. Ntabwo ari ikintu cy'ubungubu. Nimba wewe umuvandimwe wanjye, wowe na Ali mutayemera, tunawaheshimu, natwe tuyemera, mutureke, kwa sababu ni mambo ya nini? Ya ikhtilafu. Al-ikhtilafu jaizun aqlan wa shar'a. Ikhtilafu ni kitu ambacho kinajuzu aqlan, kiakili na sheria. Al-ikhtilafu la yufsidu lilwuddi qadiyya. Ikhtilafu isiondoshe mapenzi yetu. Kwa nini? Mapenzi yetu ya kupendana vile, kama sisi Waislamu tupendane. Ikhtilafu dukundane, kubera ko ntabwo dushobora kwemera kumwe. Oya, aribyo wemera, aribyo wemera njye nemera, nanjye aribyo nemera wowe utagira utemera. Reka gutuka abantu jamaatu tabligh wirirwa batuka. Oya, n'abasilamu none iyo udakunze mugenzi wawe mu musilamu, muje ukwemera anashahidilia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, agasenga 5 ku munsi, anafunga mwezi wa Ramadhani, anaenda hija kama wewe, anatoa zaka kama wewe, umuntu utari umusilamu uzamukunda? Jarudi, ni kibazo. Nimba udakunze umusilamu mugenzi wawe, utamukunze, yego wawe ndi utari umusilamu wamukunda? Biragoye. Bivuga ko twe abasilamu tugomba kugaragaza imico myiza, kugira ngo nababandi batari abasilamu baturebereho, batugirute, baturebereho, batufatiro urugero, kugira ngo bibawavutiye kuingia ndani ya nini? Ya Uislamu. Haya, mbere ko dusoza kari akabazo, abasilamu benshi hari n'abajene, yego tubawenda dufite ubumenyi buri hasi, turi abasilamu busanzwe, ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kwiga idini, wenda twize ibindi by'isi, ariko wenda ntabwo twigeze twiga idini. Bibaza ngo mbese uzabategurira isomo, cyangwa se tuzareba n'abandi bashaje batandukanye muri opinion zitandukanye bavuga ku muziki, kuko abasilamu twenshi ubundi by default tuziko umuziki ari haram. Nako mutlaqa, niyo ari umuntu nabaje umuziki se ni haram mutlaqa. Bino bintu ni ibintu birimo ikhtilafati, abamenyi batigeze babivugaho rumwe. Nukubyitondera,
ni kubyitondera ntabwo ari ikintu zakigarukaho inshallah ntabwo ari ibintu byo guhubuka wenda nejo cyangwa se uzabisaba abantu tukavuga imvugo zose ukuntu abamenyi bazivuga ntabwo ari bya bindi gufatira uruhande rumwe ntabwo hari ibintu Qur'an iba yaraharamishije kabisa yego ntakwirwa turebanga babiri tukavuga ati ntabwo ari ibintu byo kuvuga guhubuka ubivuge uruhande rumwe cyangwa se ubogame ubishiremo santima vuga imvugo zose kuntu abaharamishije bashingiye aha abatavuze ko itari haram bashingiye aha izo mvugo zose ugomba kugira bita inswafu mu dini nugira amarangamutima uzidushakire hanyuma wenda n'uburi tayari uzamenyesha inshallah bigaragaze wenda n'undi mushehe wa buri tayari yamvugisha nimero zanjye ndakeka ziba zigaragara nyuma nditaye gutanga platform kugira ngo dushakire hamwe ibyayobora abantu n'ubundi kwa Mwenyezi Mungu. Sheikh reka dusozera noneho ndabona bwije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.